Funguka na mimi maswali haya matano ya kujiuliza kabla hujaingia kwenye mahusiano serious. Umesubscribe kwenye channel yetu ya YouTube? Kama hujasubscribe, tabia yako ni mbaya. Nenda basi ka subscribe sasa hivi, au sio? Ila haina noma, kiroho safi. Leo nimekuja kufunguka na wewe maswali haya matano unatakiwa umuulize mpenzi wako kama unajijua unaingia naye kwenye mahusiano yale serious. Pia mawili jiulize wewe. Yapo hapa leo nimekuandalia. Watu wengi wanatamani kuingia kwenye mahusiano yale serious. Kuna mtu hajanielewa maana ya serious. Namaanisha mahusiano yale ya kusema natulia na wewe. Natulia na wewe tu, sitaki tazama mwingine. Kufikiria kuvishana pingu, kufikiria kuwa na mtoto, kufikiria kuanzisha familia. Tunaitaga mahusiano ya watu wazima tayari waliokwisha jitambua. Ndio, kama na wewe ni mmoja wapo watu wanaotaka kuingia kwenye mahusiano haya, watu wengi wanajikuta wanaingia kwenye mahusiano hawajui kabisa kuhusu mtu anaingia naye kwenye mahusiano. Uweze amini, kuna wengine hawajui kwa nini nimeingia kwenye mahusiano. Hawajui kabisa kwa nini wamependwa. Nikwambie, usipojua mpenzi wako amekupendea nini ama kutojua maana ya mahusiano ulioingia, hapo jihesabie siku moja, siku mbili, siku tatu unaachika, hata mwezi umalizi. Pengine wewe uko serious ila mpenzi wako hayupo serious. Sasa leo tumekuandalia maswali matano. Muulize mpenzi wako maswali haya matano kabla hujajiingiza kwenye mahusiano mazima na yeye. Hii ni kwa jinsia zote. Swali la kwanza muulize mpenzi, nini kitakachotokea endapo hatutajihisi kama tunavyojihisi sasa? Yaani hali ya sasa kubebishana, ya kubembelezana, ya kununuliana mambo mazuri, kupigiana simu usiku kucha mnapigiana simu, meseji. Endapo baadaye hali hii ikiondoka, ikitokea tumeanza kuboana kati yetu, nini tufanye ili kurudisha mapenzi yetu yawe kama zamani? Swali hili litakupa upeo mkubwa sana wa kujua mwenendo wa mahusiano yenu, na hata yakianza kubadilika ukahisi upendo wenu unapungua, kama swali hili utakuwa umeshalipatia majibu mapema, wewe na mpenzi wako mtajua nini cha kufanya, namna ya kurudisha mapenzi yenu upya yakarudi kuwa mapenzi machanga. Swali la pili, muulize mpenzi wako swali hili: kitu gani ama jambo gani lililomfanya mpenzi wako avutiwe na wewe? Kumbuka, swali hili litakufanya ujue nini kinachomvutia mpenzi wako, na ukijua utajua namna ya kuua mvuto kwa washindani wako na utakuza upendo wa kupendwa zaidi na mpenzi wako. Swali la tatu la kumuuliza mpenzi wako ni hili: ifahamu lugha ya mapenzi kutoka kwa mpenzio. Muulize, kipi kinachokupa furaha kwenye mapenzi la azizi? Usiamini unapoambiwa seksi ndio kitu kinachompa furaha. Ukiona mpenzi wako anafurahishwa na seksi tu, na hapo hakuna mahusiano serious my friend. Seksi wote mnaweza pata popote na kila mtu ulielewa hilo, ila kuna kitu huwa kimejificha ambacho sio mwanamke sio mwanaume, wote huwa wanafurahia sana wakiwa kwenye mapenzi. Yani anafurahia kutoka kwa mpenzi wake. Mfano, kuna mtu amependea mpenzi wake kujari, yani mpenzi wake anajari mpaka amepitiliza. Sasa unakuta mpenzi wako anakujari sana kila muda, anajua kukuhendo na kukuhudumia poa kuliko hata ya mahusiano na watu uliokuwa nao kabla. Hicho labda ndio kinakupa furaha. Mwingine pengine kinachompatia furaha ni mwanamke kujua kupika, na yeye anapenda chakula kilichopikwa vizuri. Yes, na kuna mambo mengi ambayo ni lugha ya mapenzi kila mtu huwa nayo, na furaha hii ya upendo huwa mara nyingi haiangalii tendo tu, yani inaangalia vitu vya kiupekee ambavyo mpenzi wako anavyo. Hivyo ni vyema kujua mpenzi wako kinachompatia furaha ni nini kwenye mahusiano. Swali la 4, jiulize na muulize mpenzi wako: je, tupo tayari kuingia kwenye mahusiano haya? Tupo tayari kuwa wapenzi? Muhimu kujua utayari wenu. Unataka mfunge ndoa, je, yupo tayari ama anataka kukurupuka? Pengine anataka mpate mtoto, mpo tayari? Ya nje mmeamaliza? Eti uko tayari kumwona yeye tu na sio wengine? Vijana wengi hawajari kuhusu haya. Nipo hapo kukazia mimi kijana mwenzenu. Ni muhimu kujua tayari wa mahusiano yenu. Ukiona mpenzi wako ana mashaka kwenye ujibuji wa swali hili,